kivuli. Wakitoka hapo wameburudika. Pale kwenye kivuli ndio Elia alipewa chakula na malaika. Akala, akatoka pale, makwazo yameisha, hofu ya kufa imeisha, akaanza safari siku 40 mchana na usiku. Ametoka wapi? Ametoka kwenye kivuli. Kuna watu wanakuja kwako kwa sababu unatakiwa uwafunike. Wakae hapo, wakitoka wako fresh. Sasa ukiwa hujui, unawakimbia watu, unawakwepa watu. Unasema wakiwa na shida tu wananitafuta. Ukiwa unatafutwa na watu wakati wana shida, maana yake unahitajika. Unasikia usentesi? Futa yale maneno ya mtaani. Wakiwa wana raha hawanitafuti. Kama mimi na raha nakutafutia mimi. Mimi na raha. Yaro, sina shida ya pesa, nakutafutia nini? Yana kutafutia nini? Hivi unajua ukiona unatafutwa manake una kitu. Amen. Wacha kufukuza watu. Ukiona watu wanakuja manake wewe haina kivuli. Au wewe ni mkuyu, unainua watu, au unatoa matunda. Sasa wewe kama unataka kivuli ukikaa kwenye neno, alafu ukae chini ya mwembe, maembe yenyewe dodo, utaangukiwa mangeu. Manake wewe ya kwako sio njaa, wewe hujui kudaka. Wewe umelala tu umetulia kwenye kivuli. Wewe ni mti gani? This is the message Mungu ametupa. Na hiyo kitu mpendwa, maisha hubadilika kwa kuchukua neno. Tuma tu neno. Unapochukua neno, now I have something new to meditate. Amen. Na ukweli niwe mkweli, sijawahi kuwaza ili andiko hivi. It is very new revelation to me. Na Mungu akubariki kama ulikuja kwa ajili yangu tu. Kubariki. Kwa nini? Sasa naanza kuuliza. Na hivi vitu watu wanaweza kumwambia Roho Mtakatifu, nisaidie. Nijue mimi ni mtu wa haki wa Mungu. Yes. Labda kuna eneo sijajua vizuri. Labda kuna eneo nabahatisha. Au mimi, unajua kuna aina ya mti inatoa matunda na inatoa kivuli. Kuna aina ya mti haitoi kivuli, lakini ina matunda. Kuna nyingine ina vivuli. Anza kuomba. Na hiyo ndio sehemu ya baraka zako. Kwa sababu kama mimi ni kivuli na natoa kivuli kwa watu, Mungu ataendelea kunitengeneza kwenye hilo eneo. Kama mimi natoa matunda kwa watu, Mungu ataendelea kunitengeneza kwenye hilo eneo. Kama mimi kazi yangu nikipeleka watu kazi nyingine, Mungu ataendelea kunibariki kwenye hilo eneo. Shikilia eneo lako. Na uzuri kuhusu Roho Mtakatifu, hata ujumbe ulifika unaendelea, kuna mtu ameanza kupata simu kwamba mimi kumbe eneo langu ni. Unajua Roho Mtakatifu huwa hakopi mtu, huwa anatusaidia wote. Eneo langu kumbe ni, eneo langu kumbe ni. Matokeo yake ni tukikaa kama kwenye familia kama hapa kanisani, hakuna useless person. Hakuna mtu asiye na maana. Hakuna mtu anaishi kwenye ubinafsi. Kila mtu anajua kuna eneo mimi ni baraka na hatutagombana. Ndio maana ukija kwangu nikakwambia penda kwa Pastor Joyce, kwa hilo jambo usikasirike. Nikikwambia nenda kwa Mama Sigara, usikasirike. Nikikwambia nenda kwa Mama Mzava au kwa Mzee Mzava au kwa Mama Bravo, usikasirike. Nimeona hicho kitu. Huko ndiko unaweza kufanya nini? Kupata. Huko ndiko kwenye hiyo neema. Kwa hiyo usikasirike nikikwambia. Wakati mwingine kuna watu wanakuja na nasema hii ije kwangu, hii iende kwa Makiana. Hii ije kwangu, iende kwa Makiana. Kwa nini? Ndio nimepata ufahamu. Kumbe mimi ni wa eneo hilo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kuna mtu amepata kitu leo. Kuna mtu ameingia. Simpe basi Yesu makofi.